Uh, Habari yako mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyangu mbalimbali ambavyo nimekuwa nikifanya. Kikweli wengi wamekuwa wakivutiwa na hiki ambacho ninachofanya, hasa vipindi vyenye mguso kama hiki ambacho leo hii unakitazama. Kipindi kinaitwa Mapito, na katika maisha ambayo tunayoishi binadamu, kila mwanadamu ana mapito yake. Hivi ulivyo wewe leo ni kutokana na mapito ya toka unazaliwa mpaka umekuwa sasa hivi. Kwa hivyo kila mmoja ana mapito yake, yanaweza kuwa ni mazuri ama yanaweza kuwa ni mabaya, lakini ni mapito ambayo binadamu anapitia. Ukimwona mtu amekuwa muovu, amekuwa mshenzi, amekuwa wa aina mbalimbali, basi kabla ya kumlaumu, kabla ya kumsema, kwanza unapaswa kumwombea Mungu. Maana mapito ndiyo ambayo yanatufanya leo hii tuwe hivi. Inawezekana pengine huyu mtu kama angepita yale mapito ambayo wewe umepita, huenda yeye angekuwa mtu mzuri kulikoni hata wewe. Na wewe pia huenda kama ungepita mapito ambayo yeye amepita, pengine labda wewe ungekuwa mbaya zaidi kulikoni hata yeye. Kwa hivyo kwenye maisha vile tulivyo, tunatokana na mapito ambayo tumeyapitia. Kwa hiyo niko na bidada ambaye nitakwenda kuzungumza naye. Amepitia mapito mengi sana ambayo yanahuzunisha, yanakarahisha, lakini ni mapito. Hayo yote yalikuwa hayana budi kutokea katika maisha yetu ili basi neno liweze kutimia. Mimi jina langu naitwa Abra Tuesday, ndiye ambaye nakuendeshea kipindi hiki mpaka pale ambapo tutakamatika. Niko na mgeni wangu. Mambo vipi? Safi, mzima kabisa. Mzima. Sogeza maiki kidogo kwenye mdomo wako. Okay. Labda mtazamaji angependa kufahamu kwamba niko na nani, unaitwa nani na unatokea wapi? Kwa majina naitwa Shamila Ayubu Ali. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Tabora, wilaya ya Sikonge, Okay. Kiloleni. Haya, karibu sana kwenye kipindi cha Mapito. Asante, shukrani. Na imani uwepo wako hapa unatokana na kile ambacho umekisikia kwamba kwenye kipindi hiki tunazungumzia mapito tofauti ambayo mtu ameyapitia, na wewe ni mmoja wa watu ambao wameyapitia mengi sana makubwa, na leo hii umeona ni busara ukaja ukazungumza na mimi. Kwanza nikupongeze kwa hilo. Asante. Haya, tuanzie hapo. Wewe ni wangapi kuzaliwa kwenye familia yenu? Mimi ni mtoto wa tatu kati ya watoto watano. Okay. Kutoka kwa Bi Aisha. Baba yako na mama yako wanaishi pamoja mpaka sasa hivi? Hapana. Walitengana? Walitengana. It is long story. Okay, ndio najua na hatuko hapa kwa ajili ya kuzungumza wao. Isipokuwa ningependa nijue tu kama walitengana basi. Ilipangwa kuwa hivyo, pengine ni makusudi ambayo Allah tabaraka wa taala anayaweka kwa lengo basi pengine mambo mengine ili yaweze kutimia. Mapito yako hasa kwa ujumla ambayo yamesababisha leo hii hapa uwepo ni yapi? Kiufupi tu mapito yangu mi songeza mic kidogo. Ambacho siwezi kukisahau katika maisha yangu. Nilibakwa. Pole sana kwanza. Asante. Ulibakwa ukiwa na umri gani wakati huo? Nilikuwa na miaka 17. Miaka 17. Almost miaka mingapi imepita mpaka sasa hivi? Miaka 5. Miaka 5 nyuma. Ndiyo. Tunazungumza miaka 5 nyuma, ndugu mtazamaji, ambacho anakisema bidada mzima nani? Shamila, kwamba katika mapito yake huko nyuma miaka 5 aliwahi kubakwa. Ni nani ambaye aliyekubaka? Babangu. Baba yako mzazi? Ndiyo. Kwanza hapo inabidi nipumue. Baba yako mzazi aliwahi kukubaka? Ndiyo. Na wakati anakubaka ilikuwa tayari ulishajiingiza kwenye mahusiano? Hapana, nilikuwa bado. Ulikuwa bado? Ndiyo. Labda mtazamaji angependa kujua hii ilikuwaje mpaka ikapelekea hiyo hali. Kiufupi ili mtazamaji aweze kuelewa ilikuwaje na kwa nini narudi miaka nyuma kadhaa. Kabla sijazaliwa. Ndiyo. Babangu na mamangu walikutana, wakaanzisha uhusiano, wakawa wapenzi. Baadaye babangu akawa ameondoka.
Make babangu alikuwa mtu wa Tanga, akawa ameenda Tabora kutafuta kwenye harakati tu za utafutaji wa maisha. Ndio akakutana na mama yangu. Mwanzo nilisema mimi mzaliwa Tabora, ndipo mamangu alipozaliwa huko. Ndio chimbuko la ukoo wa mama yangu. Ndio. Baada ya babangu akawa ameondoka Tabora. Baada ya kuondoka, mamangu akajikuta tayari ana ujauzito, ilikuwa miezi 7. Na hata babangu anaondoka, mamangu alikuwa hajui kama ana ujauzito. Ndio. Kwa baada ya muda kupita, mama ndio hospitali make alikuwa anaumwa sana. Ndo kupima akaambiwa ana ujauzito kwa miezi 7. Okay. Na kipindi hicho sio kama kipindi hiki, simu alikuwa nayo mtu mmoja tena vile wenye maisha fulani hivi. Mimi mamangu alikuwa kwao alikuwa na ile maisha fulani hivi ya chini. Kwa mamangu mimi alikuwa hamiliki simu wala na hata kipindi babangu anaondoka, aliondoka kama walikuwa ruzana fulani hivi, ndio maana babangu akaondoka. Kwa baada ya muda umepita, mama akawa amejifungua. Amenilea mwenyewe hivyo kama miaka 3-4. Hiyo siku mamangu alikuwa anaenda sokoni, kanibeba mgongoni. Akakutana na mwanaume mimi kwa sasa hivi namuita anko. Japo hawajashia na babangu, lakini ni wametoka sehemu moja na babangu. Ndio. Na mamangu alitambulishwa hivyo. Wakawa wamekutana na huyo mwanaume. Mamangu tena alikuwa hajamuona, akamwambia Asha vipi za siku, maki alikuwa nikaa miaka 3-2 imepita hivi. Rafiki wa babako huyo. Ndio akamwambia nzuri, akamwambia Ayubu yupo wapi? Akamwambia Ayubu yupo kuna sehemu moja panaitwa Kakola, kuna machimbo sana. Kwa watu wa bara wanapafahamu. Okay. Akamwambia ipo Kakola, akamwambia sawa, akamwambia mtoto wetu, akamwambia ndio mtoto wetu huyu. Ndio ikabidi akae sehemu, mama akawa amemuelezea ilivyokuwa. Akamwambia usijali, mimi nenda Kakola kumfuata mshikaji, ajui kama ana damu yake huko. Kwa hiyo huyo Ayubu ndio babako mzazi. Ndio babangu. Ambaye kumbe inaonekana alipoondoka ilikuwa hajui kama mamako mjamzito. Alikuwa hajui na wala mama alikuwa hajui kama mjamzito. Basi jamaa akasema kwamba ataenda kumjulisha kwamba ana damu yake. Ndio. Kweli baada ya muda kidogo baba akawa amekuja kama wiki kadhaa. Akawa amekuja babangu Tabora, akawa amerudi. Wakawa wamekaa wakaongea, wakapatana, lakini sio kupatana kule kwa kurudiana, yani kupatana kwa kulea tu mtoto. Ndio. Kipindi hicho mamangu alikuwa tayari na mahusiano na mwanaume mwingine. Tofauti na babangu. Kwa hiyo ilikuwa ngumu mamangu kurudiana na babangu tena. Ndio. Kwa babangu alichokuwa anafanya, alikuwa anatuma pesa, yeye mwenyewe kuna muda alikuwa anakuja kunisalimia. Au wakati mwingine kuna aunti yangu mmoja yupo Tabora, alikuwa ananipeleka. Kwa babangu tunakaa kama wiki tunarudi. Kwa hata mimi kwenye mazingira ya kusoma nilikuwa nakaa likizo naenda kwa babangu. Hivyo. Ikatokea babangu akahamishwa, akahamia Kahama. Kutoka Kakola mpaka Kahama. Ndio. Hivyo mazingira akawa hivyo. Imeenda kwenye yakatokea matatizo kidogo kwenye ukoo wa babangu. Ndio. Wakaitilafiana, yani wakakwaruzana na mama kama wakagombana fulani, mambo ya kifamilia sana, siwezi kuyasema hadharani. Ndio. Kwa mawasiliano yakakata tena. Mimi na babangu tukawa mbali, nikawa tu mimi na mama. Hivyo mama anataka kwenda kwa baba, hapana nini, maki walikwaruzana wenyewe kwa wazazi kama wazazi. Ndio. Basi imeenda mimi mwenyewe nikakua. Nikaingia hadi form 1. Nikajielewa, nikajitambua sasa mimi mwenyewe. Okay. Nimejitambua sasa unajua ukikua kuna vitu unatamani uwe navyo kutoka kwa wenzako, marafiki zako. Sasa kile kitu baba kikaa nini mimi nikatamani. Mbona mimi na baba afu mamangu hataki niende? Na kumkaga tulikuwa tumefunga likizo ya mwezi wa 6 kama sikosa, ile likizo ya mwezi mzima. Wakati ukiwa form ngapi? Form 1. Okay. Ulikuwa mwali kwanza ukiwa kidato cha ngapi? Nilikuwa cha kwanza. Kwa hiyo kwenye kidato cha kwanza ndicho kidato ambacho ulivunja ungo? Mimi nilichelewa kidogo. Tuendelee sasa. Baada ya likizo? Baada ya likizo nimeenda nyumbani. Nikaambia mama mimi nataka niende kwa baba 1 2 3. Make bibi yangu alikuwa anatamani na mimi nikakae kwa baba yangu. Ndio. Nishaona natamani hivyo.
Basi mama akasimama, na kama yeye mwenyewe anaona umuhimu wako atakutafuta mwenyewe. Hivyo basi nikavumilia, tukafungua shule, tukaendelea na shule mpaka form 2. Nakumbuka form 2 ile mwisho ndo nakaribia kuingia form 3, yani miezi ya mwisho ile mwezi wa 9 wa 10. Kuna ile likizo kama ya wiki 2 huwa. Ndio. Nakumbuka nilienda nyumbani, mama akaniambia likizo hiyo utaenda kwa baba yako Kahama. Hiyo sikulala. Unawaza. Nafikiria tu itakuwaje hiyo Kahama. Ni kweli sijai kufika Kahama. Niliambiwa tu nitapandishwa kwenye gari nitapokelewa Kahama. Kweli asubuhi imefika, mamangu akanipeleka stendi. Tukaenda. Nikaenda mimi mwenyewe, akaniacha stendi akanikabidhisha kwa konda, maana nilikuwa sio mzoefu wa kusafiri safari ndefu kidogo. Ndio. Nikaenda mwenyewe hivyo. Basi kweli nimefika Kahama, ilikuwa kama usiku. Nikapokelewa, maana nilikabidhiwa kwa konda. Walishuka abiria wote. Konda ndo akawa anawasiliana na babangu. Wewe tumefika, tupo hapa. Kweli babangu akawa amekuja. Kwa ni muda kidogo tangu huko primary sijui kwenye la 6 la 5 ndio mwisho kumuona baba, afu tena nikaja kumuona nipo form 2. Kwa angalia hapo kati ni muda kidogo. Ndio. Kwa hata mimi ile yani nikaa na hofu, si mzazi ni rafiki la mimi hakuwa rafiki hivyo. Nikaa na hofu kidogo, yani simwambii vile vitu vyangu sana, ninaomba usiniogope nini. Babangu alikuwa bachelor. Alikuwa hana mke ila ana watoto. Ana watoto 3, wa kiume mmoja, wa kike 2. Alizaa na mwanamke mwingine. Walifunga ndoa ila baadaye walitalakiana. Mwanamke akawa amerudi kwao, babangu akawa amekaa. Lakini babangu hakubaki na watoto. Alibaki nao mke wake huko. Kwa mimi na wadogo zangu 3 kwa upande wa babangu. Ukafika zako Kahama hapo. Nikafika Kahama, sikwenda na nyumbani hiyo siku kwa baba. Nilienda kwa ndugu zake wengine hapo Kahama. Mimi nilikuwa nawaita mabinamu. Ndio nilifikia pale hiyo siku, maana ilikuwa usiku kidogo. Nikala nikakaribishwa hivyo, baba akawa ameniachia, aliondoka baba. Nikakaa kama siku 2 akanifuata tena, ndio tukaenda kwake. Alikuwa amepanga sehemu moja panaitwa Nyasubi. Kama basi kwa tumeenda sehemu alipokuwa anakaa ni vyumba 2 na kuna choo ndani na sebule. Ndio mazingira ya nyumbani kwake palivyokuwa. Na alikuwa yuko peke yake. Peke yake. Na ala mimi kipindi hicho sije kuona mwanamke kaingia akatoka. Au mtu kagonga mlango, yani yule ambao unajua bachelor aumbe moto aumbe nini. Kwa sije kuona mtu anagonga sijui namba chumvi namba nini. Mkometa nilivyokuwa anakaa. Nakaa mwenyewe kama mwenyewe, naangalia TV, nikichoka nalala nini, natoka nje naangalia. Basi sije kusikia mtu kagonga wala nini. Akinipigia simu njoo, naenda, maana nilikuwa naenda kazini kwake. Basi nini ile form 2 likizo imeisha, nikaa nimerudi. Kosa na mimi ni kama na baba tena tayari. Maana niliporudi shule nikaa na namba ya baba yangu, nikaa nikitaka matumizi napewa. Napigia simu. Baba sina 1 2 3 natumiwa. Sina 1 2 3 natumiwa hivyo. Basi imefika form 3 vile. Baba nipo naye pia hajaniacha mpaka naingia form 4 hajaniacha. Shule nilokuwa nasomea ni Islamic, Geita Islamic, lakini ina misingi mingi, yani ni shule za kiseminari. Unakuta labda kama wanatawi lao, Mwanza wanatawi lao. Kwa pale tulikuwa wengi kidogo, kwa tukabidi tuhamishiwe Kahama baadhi ya wanafunzi. Tukafanya mtihani wa NECTA Kahama. Tawi lao hilo moja. Ni shule hiyo moja. Ila matawi tunakuta kama ipo nini ipo, ila ni Islamic, hizo za masharti sale tunavaa kila kitu. Tunavaa mashungi nini. Kwa kama kule ndio walipokuwa babangu. Kwa nikampigia nikamwambia baba tunakuja huko, tunahamishiwa huko kufanya mtihani. Akaniambia haya mna shida, na mama akamwambia anakuja huko. Ilikuwa nafikia hostel, ila mimi kwa sababu na ndugu ikabidi tunifikia wapi pale kwa babangu. Nilikuwa mjini pale kama Islamic Muslim, iko pale mjini, na babangu anaishi pale kwa ni watu 3 sita kutembea kutoka nyumbani mpaka shule. Ndio. Kwa mimi nikafikia kama hapo nilikuwa tayari nishakuwa mwenyeji kidogo. Kwa sikupokelewa, nenda mwenyewe, nilichukua pikipiki mpaka kwa baba.
hivyo. Kwa vile ni tulifika wiki mbili kabla ya NECTA. 2021 hiyo. Wiki mbili kabla ya NECTA. Ndio. Kwa tukawa tunaenda tu shule vile, narudi mpaka siku ya mtihani ulivyofika. Nikafanya mtihani vizuri. Nakumbuka hiyo siku tumemaliza hadi mitihani tayari, tusha sign kila kitu tayari. Hiyo siku baba alinipa ila kusuka, nilimuomba akanipa. Nikaenda kusuka dread, ndo zimetoka kipindi hicho. Ndio. Nikakazwa sana, yani mpaka ngozi ikavutika hivi, yani wanawake wanaelewa nikiongea kuhusu dread. Ndio. Nika nimerudi nyumbani, nikapika ugali. Nakumbuka hiyo siku nilikuta na nyama baba kaleta, ila hakuwepo. Nikuta tu kwenye friji nikapika. Nikakaa namsubiria baba aje nimuoneshe nilivyosuka nimependeza. Ndio. Mimi babangu kiufupi tu, babangu bangi anavuta. Haya, mtazamaji, bado niko na wewe na kipindi ambacho unaendelea kukitazama ni Mapito, na niko na Shamila ambaye anazungumza na wewe kuhusiana na yale mapito ambayo ameyapitia katika maisha yake. Huenda na wewe katika maisha yako una mapito ambayo umeyapitia na ungependa basi tuweze kuyajua mapito yako. Unaweza ukanitafuta kupitia 0772678786. Unaweza kunitafuta na tukaweza kuzungumza basi yale mapito ambayo wewe umeyapitia. Tunapozungumza yale mapito ambayo wewe umeyapitia, hii inaweza ikakufanya ukafarijika, lakini pia watu wengine na huku wakaweza kujifunza, kwa sababu kila mmoja ana mapito yake. Inawezekana mapito yako wewe, kuna mwingine naye huko aliko anayapitia hayo mapito yako. Kwa hivyo kupitia mapito yako pindi utakapoyaeleza, huenda ikawa ni nafasi ya yeye kuweza kujifunza. Tunaendelea na Shamila sasa hivi. Ameishia pale ambapo anasema kwamba alikwenda kusuka rasta, na mara baada ya kurudi nyumbani alikuwa na shauku kubwa sana ya kutaka kumuonyesha baba yake mzazi zile rasta ambazo amesuka. Naam. Basi imefika mpaka saa 3 ile baba hajarudi.